Mungu anamwambia Ezekiel, na muondoa mke wako. Anasema nitakuondolea mpenzi wako, lakini siombolezi wala kulia wala kutoa machozi. Mungu anamwambia Ezekiel, naondoa mke wako, lakini hakuna kuomboleza, hakuna kulia na hakuna kutoa machozi. This is how God walks with his servants. Manake ni kwamba anamwambia Ezekieli, hata kama unasikia uchungu kiasi gani, kaza. Hamna kulia, hamna kuhuzunika, hamna kutoa chozi. Heshimu watumishi wa Mungu. Gharama tunayolipa ni kubwa mno. Mtumishi wa Mungu hatakiwi kuoperate kama mshirika. Changamoto ile ile ambayo mshirika akipitia anaruhusiwa kulia na kupiga yowe, mtumishi haruhusiwi. Kuna wakati tunakuja madhabahuni tunahubiri namna hii, tukirudi kwenye gari tunalia. Tukija huku we are smiling, we are hugging everybody, we are there for everyone, and sometimes nobody is there for us. Siungane na watu wanaotoka na watumishi wa Mungu. This is how we are supposed to behave, and this is how we behave. The fact kwamba mnatuona tumevaa masuti, mnatuona tunaendesha magari ya magarama, mnatuona tunafanya makeup, sio kwa sababu everything is okay. Wakati mwingine tunapita kama Ezekiel anavyopita, lakini tunajitia moyo katika Bwana. Biblia inasema Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Daudi ametoka kupigana na wale askari wake 600. Anarudi kambini, wanakuta wake zao wamechukuliwa, nyumba zao zimechomwa moto. Na yeye Daudi, watoto wake na wake zake 2 wamechukuliwa. He is also going through the same thing everybody else is going through. Lakini wale watu wengine wanataka kumpiga mawe. Kwa nini? Kwa sababu tu ni kiongozi. Kwa maneno mengine ni kama walikuwa wanamwambia haruhusiwi kuumia kama wao wanavyoumia, japokuwa anapita kule kule wanakopita wao. Na yeye wake zake wamechukuliwa, na yeye nyumba yake imechomwa, na yeye watoto wake wamechukuliwa. Lakini people are having high expectations kwa sababu ni kiongozi. Kwa hiyo Biblia inasema wakachukua mawe wanataka kumpiga. Sasa mnampiga Daudi, amekosa nini jamani? Kuna wakati na sisi tunakosea kama binadamu mwingine yeyote, na wakati mwingine tunakosea kwa sababu ya kupitia kwenye frustrations za maisha, kwa sababu na sisi yale ambayo yanawapata nyie na sisi pia yanatupata, vile vinavyowapiga nyie na sisi pia vinatupiga, na zote natakiwa kubeba with a smile on my face. Usidanganyike kwa sababu tunavaa suti. Usidanganyike kwa sababu tunaendesha magari ya gharama. Usidanganyike kwa sababu tunasuka manywele haya. Usidanganyike. Tunawahitaji kuliko mnavyofikiri. Tunahitaji maombi yenu kuliko mnavyofikiri. Wakati mwingine mkiona tunatokea mbele yenu kama Ezekiel alipotokea mbele za watu, tunacheka, tunahubiri, tumevaa viatu vizuri, tumevaa suti nzuri, kumbe nyumbani kuna msiba.